Usiku mzito ulitanda ndani ya msitu mkubwa, uliokuwa mbali na makazi ya watu. Mwanamke mmoja, aliyekuwa akitetemeka kwa hofu, alimshika mtoto mchanga mikononi. Macho yake yalijaa machozi. Alimlaza mtoto chini ya mti mkubwa, kisha akakimbia gizani bila kugeuka nyuma. Dakika chache baadaye, kilio cha mtoto kilianza kusikika msituni, kilio kilichovunja ukimya wa pori. Sokwe mkubwa aliyekuwa akipita juu ya matawi, alisimama ghafla aliposikia kilio. Alishuka polepole na kumkaribia mtoto. Badala ya kumdhuru, sokwe alimgusa taratibu, kana kwamba alitambua kuwa mtoto huyo alihitaji msaada. Aliita kwa sauti maalum, na wanyama wengine wakaanza kufika. Chui alitokea kimya kimya kutoka vichakani. Simba alifika kwa hatua nzito. Tembo mkubwa alisimama pembeni akimlinda mtoto. Sungura mdogo alijificha karibu na miguu ya tembo. Wanyama hao walionekana kana kwamba wanajadili hatima ya mtoto. Hatimaye tembo alipiga kelele ndogo, ishara ya ulinzi. Kuanzia siku hiyo, mtoto akawa wa pori. Sokwe alimfundisha mtoto kutambaa na kupanda miti. Tembo alimlinda dhidi ya hatari. Simba alimlinda usiku. Chui alimfundisha kusogea kimya kimya. Hata sungura alimfundisha kukimbia haraka na kuwa makini. Mtoto alianza kukua bila kujua lugha ya binadamu, bali lugha ya pori. Siku moja, kundi la fisi lilivamia eneo lao. Mtoto sasa, akiwa na miaka kadhaa, alisimama nyuma ya simba. Simba alinguruma kwa nguvu, huku chui akiruka kwa kasi. Tembo alipiga ardhi kwa mguu wake. Fisi walikimbia. Mtoto alitambua, hawa walikuwa familia yake. Miaka ilipita. Mtoto akawa kijana mwenye nguvu, kasi ya chui, nguvu ya tembo na akili ya sokwe. Aliweza kuwasiliana na wanyama kwa ishara na sauti. Lakini siku moja, harufu mpya ilifika msituni. Harufu ya binadamu. Wawindaji waliingia msituni wakiwa na silaha. Walikuwa wakimtafuta simba mkubwa. Kijana wa pori aliwaona kutoka juu ya mti. Moyo wake ukagonga kwa kasi. Kwa mara ya kwanza, aliona viumbe wanaofanana naye. Wawindaji walipomlenga simba, kijana aliruka mbele akapiga kelele kali ya porini. Wanyama wote walikusanyika. Tembo akakimbiza watu, chui akaruka, sokwe wakapiga kelele. Wawindaji walikimbia kwa hofu, wakiamini msitu huo ulikuwa na roho. Mmoja wa wawindaji aliacha kitambaa chenye picha ya mwanamke, mama yake. Kijana alikiokota. Moyoni mwake kulizaliwa swali jipya. Je, yeye ni nani kweli? Usiku huo kijana alikaa juu ya jiwe akiwa ameizungukwa na wanyama wake. Aliangalia mbali kuelekea ulimwengu wa binadamu. Safari yake ya kugundua ukweli ilikuwa inaanza. Asubuhi ilipochomoza, kijana wa pori alisimama juu ya kilima, akitazama mbali kule kulikokuwa na moshi wa vijiji vya binadamu. Simba alimkaribia na kumgusa kwa kichwa kana kwamba anamwaga baraka. Sokwe alipiga sauti ya huzuni. Kijana alielewa. Safari yake ilibidi aanze peke yake. Kwa mara ya kwanza, aliacha mipaka ya msitu. Ardhi ilikuwa tofauti. Hakukuwa na harufu ya pori wala sauti za wanyama. Aliona barabara ya udongo,
na alishtuka kuona gari likipita kwa kasi. Alianguka chini kwa hofu. Watoto wa kijiji walimuona akiwa amevaa ngozi za wanyama na nywele ndefu zisizotengenezwa. Walishangaa. Ni mtu au mzimu? Mmoja aliuliza. Kijana hakuelewa lugha yao. Akatoa sauti za porini zilizowafanya wakimbie kwa hofu. Mzee mmoja aliyekuwa mfugaji hakukimbia. Alimkaribia polepole akionyesha mikono wazi. Alimpa maji. Kijana alisita. Kisha akanywa. Ilikuwa mara yake ya kwanza kupokea wema kutoka kwa binadamu. Mzee alimpeleka nyumbani kwake. Kijana alianza kujifunza maneno rahisi: maji, chakula, moto. Lakini usiku alishindwa kulala ndani ya nyumba. Alitoka nje na kulala chini akitazama nyota kama alivyofanya porini. Moyo wake ulikuwa kati ya dunia mbili. Usiku mmoja, kijana alisikia sauti mbali, milio ya bunduki kutoka msituni. Alisimama ghafla. Alijua wanyama wake walikuwa hatarini. Bila kusema neno, alikimbia kuelekea msitu kwa kasi isiyo ya kawaida. Miguu yake ilikumbuka njia zote. Alipofika, aliona mitego ya wawindaji kila mahali. Alimkuta simba wake akiwa amejeruhiwa na mtego wa chuma. Hasira ilimjaa kwa mara ya kwanza dhidi ya binadamu. Kwa uangalifu, alivunja mtego na kumkomboa rafiki yake. Wawindaji waliporudi, walimkuta kijana akiwa amesimama mbele ya wanyama wote. Tembo alipiga kelele kubwa. Sokwe alirusha matawi. Chui alizunguka kimya. Kijana alipiga kelele kali ya pori na wanyama wakashambulia kwa pamoja. Wawindaji walikimbia wakiacha. Baada ya ushindi, kijana alikaa kati ya simba na tembo. Alitambua ukweli mmoja mzito. Yeye alikuwa daraja kati ya binadamu na pori, na hatima yake ilikuwa kulinda dunia zote mbili. Aliinua macho yake kuelekea nyota. Safari yake haikuwa imeisha. Baada ya wawindaji kukimbia, walifika kijijini wakisimulia kwa hofu. Walidai wameona kijana anayeongoza wanyama kama mfalme wa pori. Habari hiyo ilisambaa haraka hadi mjini. Watu wakaanza kumuita mtu wa pori. Magari makubwa yalifika kijijini yakibeba askari na watafiti wa wanyamapori. Walitaka kujua ukweli kuhusu kijana huyo wa ajabu. Mzee aliyemsaidia kijana alihisi hatari ikikaribia. Watafiti walianza kuweka kamera na mitego ya kumkamata bila kumuumiza. Lakini kijana wa pori alihisi mabadiliko ya msitu. Ndege walinyamaza, upepo ulikuwa mzito. Alihisi anafuatiliwa. Binti mmoja wa mtafiti alipotea kidogo msituni wakati wa uchunguzi. Alikutana uso kwa uso na kijana wa pori. Badala ya kukimbia, alimwangalia kwa utulivu. Kwa mara ya kwanza, kijana aliona binadamu asiye na hofu naye. Msichana huyo alianza kuzungumza polepole akimfundisha maneno rahisi. Kijana alirudia kwa shida, lakini alijifunza haraka. Urafiki wa ajabu ukaanza kati yao. Mmoja wa wawindaji aliyewahi kufukuzwa alirudi akiwa na kundi la watu waliotaka kumkamata kijana ili wapate umaarufu na pesa. Walipanga kumteka usiku. Kwa mara ya kwanza, mitego ilifanikiwa. Kijana alinasa kwenye wavu mkubwa. Wanyama walifika kuchelewa. Alipelekwa kwenye gari,
huku simba akinguruma kwa maumivu. Alipoamka, alijikuta ndani ya chumba cha chuma mjini. Kelele za magari, taa kali na harufu zisizo za kawaida zilimchanganya. Alipiga kelele ya porini iliyowashtua watu wote. Msichana aliyekuwa rafiki yake aligundua ukweli. Kijana hakuwa hatari, bali alikuwa sehemu ya msitu. Akiwa na mzee wa kijiji, walishawishi mamlaka kumwachia. Baada ya majadiliano marefu, waliamua kumrudisha porini. Gari lilisimama pembezoni mwa msitu. Mlango ulipofunguliwa, kijana alikimbia moja kwa moja ndani ya miti. Simba, tembo, sokwe na wanyama wengine walimkaribisha kwa sauti za furaha. Lakini sasa alikuwa tofauti. Alikuwa anaelewa dunia mbili, na safari yake halisi ilikuwa inaanza. Baada ya kurudi msituni, maisha yalirudi kawaida. Kijana aliishi tena pamoja na familia yake ya wanyama. Lakini safari hii alikuwa akitembea mipakani mwa msitu mara nyingi, akiangalia upande wa binadamu. Alijua sasa dunia zote zilimtegemea. Usiku mmoja, tembo walikimbia kwa hofu. Harufu ya moshi ilienea hewani. Wafanyabiashara haramu wa wanyama walikuwa wameingia na magari mengi, wakikusudia kuwakamata tembo na simba. Msitu ulikuwa hatarini kuangamia. Kijana alipanda juu ya mwamba mkubwa na kutoa mlio mkubwa uliosikika msitu mzima. Simba walijibu kwa mingurumo. Sokwe walipiga kelele. Ndege waliruka angani. Kwa mara ya kwanza, wanyama wote waliungana chini ya uongozi wake. Wawindaji walipoanza kuwafyatulia risasi hewani kuwatawanya wanyama, tembo walivunja magari yao. Chui walikatiza njia. Sokwe walirusha matawi. Simba walizunguka kuwazunguka polepole. Kijana alisimama mbele yao, macho yake yakiwa na ujasiri wa pori. Wawindaji walishindwa na kukimbia. Asubuhi ilipoingia, msitu ulikuwa kimya tena. Hakukuwa na mitego wala magari. Wanyama walizunguka kijana kana kwamba wanampongeza. Alikuwa sasa rasmi mlinzi wa pori. Msichana yule mtafiti alirudi pembezoni mwa msitu. Safari hii hakukuwa na hofu. Kijana alimkaribia na kwa mara ya kwanza akasema neno kamili: asante. Msichana alisaidia kuanzisha eneo la hifadhi ili kulinda msitu. Binadamu walianza kuja kujifunza badala ya kuwinda. Kijana akawa kiungo kati ya pori na watu. Siku moja, mzee wa kijiji alimletea habari. Mwanamke aliyemzaa alikuwa hai na alikuwa akimtafuta kwa miaka mingi. Kijana alikaa kimya, moyo wake ukigawanyika kati ya maisha mawili. Walipokutana, mama yake alilia kwa majuto makubwa. Hakukuwa na maneno mengi. Kijana alimkumbatia polepole, si kama mtoto aliyetelekezwa, bali kama mtu aliyepata amani. Miaka ilipita. Watu walimsimulia kama hadithi, kijana aliyekuzwa na wanyama. Lakini kila usiku, chini ya mwanga wa mwezi, mlinzi wa pori alitembea kimya msituni akiwa pamoja na simba, tembo, sokwe, chui na hata sungura mdogo. Kwa sababu hadithi yake haikuisha, iliendelea kila pumzi ya msitu.